Asanteni sana, tafadhali tuketi. Thank you very much. Viongozi wetu wa kanisa, maaskofu walio hapa, pamoja na viongozi wote, ndugu viongozi wenzangu, gavana wetu wa hapa, mjumbe wetu, rafiki yangu Bwana Mark Nyamita, na viongozi wale wengine wote, mawaziri, wabunge la kitaifa, wabunge wa kaunti, ndugu wananchi wa Uriri, hamjambo. Rongo hamjambo. Mirembe. Muri mwoyo. Muri baramu. Musangalire. Amoso ujodurua. Mimi nimeambiwa hapa mnaelewa lugha zote. Kwa hivyo mimi kwanza namshukuru Mungu ametupatia hii nafasi. Tena tumefika hapa Uriri, kaunti yetu ya Rongo. Asante sana kwa kutukaribisha katika ibada hii. Na nimekuja leo na nitakuja tena na tena. Wacha nichukue nafasi hii niwashukuru watu wa kaunti hii ya Migori, kwa sababu wakati wa uchaguzi mwaka uliopita mlinipatia kura zenu, hata kama ilikuwa kidogo. Hiyo kidogo nimekuja kutoa shukurani. Nasema asante sana, na nimekuja na shukurani nyingi tena, hata sio kwa sababu ya kura peke yake. Nimekuja kwa sababu mwaka uliopita Wakenya walifanya jambo la ajabu na ya muhimu. Siku nyingi katika taifa letu la Kenya tumekuwa tukifanya uchaguzi inakuwa na fujo. Tumekuwa tukifanya uchaguzi inaingia ukabila. Tumekuwa tukifanya uchaguzi ambayo inaleta sisi matatizo. Lakini mwaka uliopita Wakenya wote wa sehemu zote na jamii zote tuliweka heshima yetu kama Wakenya duniani kote. Watu walikuwa wanangojea mambo ambayo sio mazuri kutoka Kenya, lakini tuliwashangaza kwa sababu mwaka uliopita tulipiga kura, ikawa ni kura ambayo ilikuwa na mambo matatu ya muhimu. Ya kwanza ilikuwa ni kura ambayo ilikuwa na amani, na mimi nawashukuru watu wa Uriri, Migori na Kenya kwa kura ya amani. Jambo la pili, tukapiga kura ambayo haikukuwa na misingi ya ukabila. Raila ambaye tulishindana na yeye alipata kura katika kila sehemu ya Kenya. Mimi vile vile nikapata kura katika kila sehemu ya Kenya. In fact, for the first time, a president was elected in Kenya with 25% in 39 counties for the first time. That was not the case in 2013. That was not the case in 2017. For the first time, we had an election where a president was elected with a majority of Kenyans from every county or most counties in Kenya. Na jambo la tatu ambayo ilikuwa ni ya muhimu ni kwamba kwa mara ya kwanza Kenya ilijulikana na uchaguzi ulijulikana kwamba wenye kuamua ni wananchi na Mungu. Unajua pale mbeleni ilikuwa inasemekana kuna watu wachache wanaketi mahali fulani na kuamua. Ikasemekana kuna watu wanaitwa deep state ndio wa kuamua. Sijui ingine system ndio wa kuamua. Sijui nasikia hata ingine inaitwa machinery ndio ya kuamua.
lakini mwaka uliopita ilijulikana ya kwamba sio system, sio machinery, sio deep state, ni wananchi wanaamua kwa mapenzi ya Mungu. Ndio nimekuja hapa, ndugu zangu watu wa Migori, kuwaambia asante sana, kwa sababu tuliweka heshima kama taifa la Kenya in the community of nations. We demonstrated that we are a truly democratic country where the citizens have a say and where ethnicity and violence have no say in our elections. Na mimi nataka tukubaliane, na ndio mmeniona nimekuja hapa. Na nimekuja hapa mara nyingi. Na sijakuja kwa sababu nimekosa mahali ya kwenda. Nimekuja makusudi. Nimekuja makusudi, deliberate, intentional, kwa sababu mimi nataka kuondoa kasumba ya zamani ya kusemekana ya kwamba kuna watu wanabaguliwa kutoka serikali ya Kenya. We need a paradigm shift in the politics of Kenya. And that is why I want to say, without fear of any contradiction, that we are going to have a new dispensation in Kenya, where development, working together as a nation, is not going to be on the basis of what community you come from or what party you voted for. It is going to be on the basis of how much resources we have raised together as the people of Kenya using our taxes, and how all of us, without discrimination, are going to benefit from those resources on the programs, on the projects that will be rolled over across Kenya. Hiyo ndio msimamo wa taifa letu la Kenya. Na mimi nataka niwahakikishie mjumbe wenu huyu Mheshimiwa Nyamita amekuja na ndugu zake wengine wengi, wakaniuliza tunataka mambo fulani, tunataka mambo fulani, tunataka mambo fulani. Nikamwambia mambo haya yote tutafanya kwa sababu hapa Migori Uriri ni Kenya, na wananchi wa hapa wanalipa ushuru, na mimi ndio rais wa taifa la Kenya, na nyinyi ndio wananchi wa Kenya. Kwa hivyo serikali hii ni serikali yenu. Ni kweli ama si kweli? Tunaelewana? So msikuwe na wasiwasi ya kwamba kutatokea na hili ama lile. We are going to work together as the people of Kenya. We are going to work together. We are stronger as a nation together. We are weaker when we are divided. Ndio nimesema ya kwamba hatutaki tena tugawanywe kwa misingi ya kabila ama siasa ya kugawanya watu. Tunataka tuungane, tushirikiane, ndio tuweze kupeleka taifa letu la Kenya mbele pamoja. Tumekubaliana jameni? Na ndio sababu hiyo mimi nimekuja hapa leo kuwaeleza watu wa hapa Migori ya kwamba vile tumechaguana, mimi niko tayari na serikali yetu yote tutafanya kazi na wale wote mmewachagua kama MCS, wabunge wenu, senators wenu, governors wetu. Hawa wote ni viongozi wa Kenya na tutashirikiana na wao kupeleka mambo ya maendeleo mbele, ndio tuweze kujenga taifa ambayo sisi zote tutajivunia. Tunakubaliana jameni? Mimi vile vile nataka niwaeleze watu wa hapa Uriri na watu wa Migori, kuna mambo mengi ambayo tumepanga kama serikali. Kwanza tulikubaliana wakati wa uchaguzi, tulikuwa na changamoto kubwa ya mambo ya elimu. CBC ilikuwa na shida, watu walikuwa hawajui JSS itaendelea namna gani. Tulikuwa na matatizo ya upungufu wa walimu. Ndio sababu kama serikali hatua yetu ya kwanza
nikaweka jopo ambayo ilitengeneza mambo ya elimu. Sasa matatizo yote tulikuwa nayo ya CBC tumeyatatua. Sasa tuko na mpango na taratibu ya sawasawa, inaendeshwa na Mheshimiwa Ezekiel Machogu ambaye ni waziri wetu wa elimu. Na ndio ni sababu hiyo hapa Migori from January, kutoka Januari mpaka saa hizi hapa Migori tumeajiri walimu 1368. For the first time in 1 year in the history of Kenya, that number of teachers have never been hired by any administration. Na ni kwa sababu tunaamini ya kwamba elimu ndio inatupatia usawa. Elimu ndio inafanya mtoto wa tajiri awe sawa na mtoto wa maskini. Nyinyi mnanielewa? Na ndio sababu mwaka huu tumepitisha the biggest budget on matters education, because education is the one that equalizes the fortunes of all our children irrespective of their financial background of their parents or financial backgrounds of their communities. Sisi wote tunatembea pamoja. Vile vile tumebadilisha pia mfumo wa vile watoto wetu watasoma katika TVET na university. Pale nyuma watoto wa jamii ambazo wako na mapato ya chini wengi walikuwa hawaendi TVET, hawaendi university kwa sababu kulikuwa na matatizo. University zetu, TVET zetu ilikuwa na matatizo mengi ya madeni. Na ndio sababu tumebadilisha sasa, hatutakuwa tunapatia pesa university waamue vile watafanya. Hapana. Tumebadilisha sasa, tutakuwa tuna identify kila mwanafunzi tunampatia basari ndio aende asome, tukijua huyu mwanafunzi atasoma na atamaliza shule. Tunaelewana jameni? Na katika hiyo mfumo tumesema wale watoto wa kutoka jamii za mapato ya chini tunawapatia 100% scholarship. Lakini watoto wa William Ruto na huyu Ochilo yako na huyu Makinyamita, kwa sababu tuko na mshahara, watapatiwa 70%, hiyo ingine sisi tulipe kwa sababu tuko na mshahara. Iko makosa huyu gavana akilipa pesa ya mtoto yake kusoma? Si yako na mshahara na pesa? Na mimi nikilipa iko makosa? Sasa hiyo ndio story. Sijui kama tunaelewana. Tuko pamoja? Vile vile, na ndio nilikuwa nataka niseme, ndio tuelewane vile tunaendelea pamoja. Kwa sababu kuna watu wengine wanalalamikia ati mbona serikali imesema kuna watoto wataenda university na watalipa sehemu kidogo. Na nimesema yes, kama wewe uko na mapato ya juu, iko haja gani sisi kurundika madeni kwa university, na hiyo madeni inaharibu university, inaharibu masomo yetu, na sisi wengine tuko na uwezo wa kulipa. Hata saa hizi watoto wetu ya hawa wadosi mnaona wameketi hapa mbele, wamepatiwa maji ya kunywa. Watoto wao wanasoma katika academy, wanalipa shilingi 1,100, 1,200. Kama mtu anaweza kulipa 1,200 mtoto akiwa secondary school, akiambiwa alipe 30,000 mtoto aende university, iko makosa? Bana. So hiyo ndio maneno. That's what we want to do. Jambo la pili, mumeniuliza wakati nilikuja hapa, mkaniambia ya kwamba Technical Training College yenu ya Uriri hii ilikuwa na mwalimu mkuu peke yake, na niliwaeleza pale wakati tuliingia katika ofisi tulikuta tuko na colleges kama hii nyingi ambazo hazikuwa na walimu. In the last 1 year sasa tumeajiri trainers wengine 3,000 ambao watatusaidia kutusomeshea watoto wetu katika Technical Training College.
na ndio tumetuma trainers hapa 20 watakao sasa somesha watoto wa hapa, na tuhakikisha kwamba watoto wakikuja hapa kusoma wanapata kuna capitation ya kutosha, na wanapata kuna trainers ambao watasaidia hawa katika training, kwa sababu tunatambua ya kwamba human capital ndio resource ama rasilimali kubwa ambayo tuko nayo kama Wakenya. Vile vile niliwaahidi ya kwamba tutawapangia mambo ya equipment. Nitasafiri wiki ijayo kwenda kuweka sahihi mambo ya equipment ya technical training colleges yetu 70. Moja ya hizo 70 ni hii yenu ya Uriri. Tumeelewana? Kwa sababu we want to build a strong human capital base so that we can use our young people, our talent, our expertise and our education to transform the economy of our country. Na hiyo kazi tutafanya kwa ushirikiano. Vile vile wakati nilikuja hapa niliwaeleza ya kwamba tutafanyia mambo kampuni zetu ambazo ni za sukari. Kilimo ya sukari imepata matatizo makubwa. Kule Mumias ilikuwa na matatizo makubwa. Kule Nzoia hivyo hivyo. Chemelil namna hiyo. Moroni namna hiyo. Hapa Soni kulikuwa na problems. Na niliwaambia ya kwamba we are going to work on the transformation of this sector. Saa hizi tunatumia pesa zetu nyingi kuagiza sukari kutoka nje, ili hali tuko na uwezo wa kuzalisha kiasi kikubwa kupitia kwa kilimo ya miwa, tuwe na sukari ya kutosha, wakulima wetu wapate mapato, tuajiri vijana wetu zaidi na tuzalishe uchumi wa taifa letu. Na ndio sababu hiyo niliwaeleza katika baraza la mawaziri tumefanya hesabu ya ile madeni ambayo inagandamiza hizi kampuni zetu. Na ndio sababu hiyo tulifanya hesabu tukakuta tuko na deni ya ama hizi kampuni wako na deni ya bilioni 117. Mnaona hiyo tabu tuko naye? Nyinyi mnajua kuhesabu bilioni? Sasa bilioni 117. So tumepitisha kwenye baraza la mawaziri write off ya hizo madeni. Na mimi nataka nishukuru bunge letu pia wamepitisha kuondoa hiyo madeni. Nyingi ni taxes ya serikali, nyingi ni madeni ya mabenki, nyingi ni nini. So sasa tumepitisha, wiki hii tumepatiwa certificate sasa kutoka bunge ya write off ya hizo madeni yote. Kwa wiki 2, 3, 4 zijazo tutatangaza sasa rasmi vile hizi kampuni zitaendelea mbele ikisimamiwa kwa njia ya sawasawa. Katika hiyo mpango ya write off, wakulima wenu wa hapa Soni walipeleka miwa yao kule Soni, miwa ikaenda, hawajalipwa, si ndio? Sasa imebidi mimi niende nitafute pesa kutoka Wakenya, pesa ya taxes ya Wakenya kuja kulipa wakulima wa hapa Soni. Swali ile mimi nauliza, mwenye alichukua miwa ya hawa wakulima alipeleka wapi? Ndio niende mimi nitafute pesa ya Wakenya ambaye ningetumia kununua dawa na kufanya mambo ingine, nikuje nilipe miwa ambaye mtu fulani alichukua akasiaga akauza na mkulima akapata zero. Nyenye mnanisikia? Mnaelewa hii hesabu ziko kombo? Sasa ndio nimesema tuko na deni ya wakulima ambao walipeleka miwa yao, si ndio? Ikapokelewa huko kwa kampuni.
ikasiagwa, ikaenda ikauzwa na hawakupatiwa pesa. So nimekubali mara ya mwisho mimi nitatoa pesa ya Wakenya tulipe wakulima. Na hapa wakulima wa hapa wanadai kampuni yao shilingi milioni 865. So hiyo pesa nitatafuta, tutakuja kulipa kabla ya Disemba. Lakini vile vile hapana, haiwezi kwenda tu hivyo. Ama namna gani? Hawa watu lazima niwakalie ngumu kidogo. Si ndio? Hapana. Hawa watu ni wale wa mambo ngapi? Hawa ndio kurubio. So tumekubaliana, kwa sababu hii kizungumkuti ya kila wakati tunakuja tunatoa pesa ya serikali tunalipa wakulima, tunatoa pesa ya serikali tunalipa wakulima, is not going to continue. So tumekubaliana tutakuwa na mpango mpya ya vile hii kampuni itasimamiwa, ambayo itahakikisha ya kwamba wakulima wanapata haki yao, na vile vile wananchi wa hapa Migori, kwa sababu wametoa ardhi mahali nucleus iko, pia wapate kiasi ya mapato kutoka hiyo kampuni yetu ya Sony. Tunaelewana? Na mimi nataka nitoe onyo tayari. Unajua kuna watu wajeuri, wakora, wamezoea, wanazunguka sisi na hii kampuni all the time. Wanatupeleka kotini, sijui wanatupeleka wapi, sijui wanatupeleka wapi, sijui wanakoroga, kwa sababu wamezoea kutuibia. Mimi nataka niwaambie, waniangalie kwa macho vizuri. This time round, hakuna mambo ya ukora. We cannot continue to put public money in a hole where farmers have given their produce, it has been processed, it has been sold, and then they are not paid. And we have to look for money from Kenyans to come and pay farmers. That is not going to continue. Tunaelewana jameni? So, mutanipatie tu nafasi kidogo ninyoroshane na hawa wakora. Si ndio? So, tutalipa wakulima katika hiyo write off ni karibu bilioni 1 na milioni 700 ya kutoka Sony kwenda Chemelil kwenda Moroni mpaka kule Nzoia pamoja na Mumias. Alafu tukishafanya hivyo, we are going to advertise so that we have a leasing program where we ensure that whoever will lease this facility, hakuna mambo ya privatization, mtu asiwaambie ati shamba ya Sony itapelekwa na mtu, hakuna mambo ya privatization. We are going to lease, na tuhakikishe ya kwamba yule ambaye tumempatia leasing tunakubaliana na yeye. Kwanza hii mtambo yetu imekuwa mzee. So we have to agree on how we are going to have a new mill that is going to serve us better, that's going to serve us efficiently, and farmers must be paid on time, and we eliminate the challenges that we have had in the past. Tumekubaliana watu wa Migori? Hiyo ni barabara mzuri, ama tunataka tuendelee na ile kizungu ya zamani ya kuzungukana? Si namna hiyo? Jambo la 4, tumekubaliana vile vile ya kwamba wakati tunasonga mbele, huyu Nyamita aliniambia mko na hospitali hapa ilikuwa na matatizo. Pinyo wacho. Hapo nitapitia hapo saa hizi. Waziri wetu wa afya yuko hapa, tutaenda pale. Tunataka kuwajengea hiyo hospitali, na mimi nashukuru gavana wetu amesema tutashirikiana katika ujenzi wa hiyo hospitali, na tuhakikishe ya kwamba afya inapatikana karibu na wananchi. Wiki iliyopita mnakumbuka tulianzisha pamoja na counties, na nakubaliana na gavana amesema ya kwamba katiba inatulazimu ya kwamba serikali ya kitaifa na serikali ya county ifanye kazi kwa pamoja kwa ushirikiano, ndio waweze kutekeleza yale mipango ambayo itashughulikia mahitaji ya Wakenya. Kwa hivyo tumekubaliana na kaunti ya Migori, vile tumekubaliana na kaunti zingine
hapa Migori mko na community health promoters karibu 2600-700, na nimekubali, tumetoa equipment kupitia kwa wizara. Equipment ya Migori ni ya karibu milioni 54 tayari imekuja hapa. Our community health promoters wote tutawapatia equipment ama vifaa ya kupima sukari, ya kupima mambo ya pressure, ya kupima magonjwa madogo madogo, na watafanyia hiyo huko nyumbani kabla hata hujaenda hospitali. Tunaelewana? Kwa sababu tunataka afya ipatikane kwa kijiji kabla hata hatujafika kwa hospitali. We are making sure that health is possible and is accessible at the lowest level possible. Na kila mwaka tutakuwa tunatoa pesa ya national government to Migori County, almost 54 million shillings every year. Na county government yenu itatoa kiasi hiyo hiyo. Tuunganishe ndio tulipe hawa community health promoters. Wamekuwa wakitusaidia as volunteers, lakini tumeona tuwapatie marupurupu kidogo. Tunaelewana? So kwa sababu tunataka kushughulikia afya. Vile vile wabunge wetu, and I want to appreciate our members of parliament, kwa sababu tumekuwa tukijaribu mambo ya universal health coverage for the last almost 10 years, hatujafaulu. Safari hii tumesema we must have a legal context. Ndio tumepeleka sheria 4 bunge ambayo itatusaidia katika usimamizi wa universal health, kwa sababu afya bado inatusumbua. Wananchi wengi bado wanaenda hospitali, gharama inakuwa kubwa, wanauza mali yao, wanauza shamba, wanauza ng'ombe, wanauza nini, watu wanaingia kwa umaskini. Si ni kweli? So na ni changamoto ambayo lazima tushughulikie. Na mimi niliwaambia ya kwamba nikichaguliwa, hii ni jambo moja nataka nitatue, ndio Kenya iwe on sound footing kwa mambo ya afya. So haya maneno yote yako bunge, na nimeambiwa na leader of majority wa bunge zote mbili ya kwamba zitakuwa tayari. Ingine itakuwa tayari wiki hii, ingine itakuwa tayari wiki ijayo. Tarehe 20 mwezi huu ndio tuna launch formally universal health coverage katika taifa letu la Kenya. Na pia tumekubaliana katika hiyo mpango ya kwamba hata ile gharama, wacha niseme vizuri na ieleweke, ile gharama ya NHIF pia ilipwe kulingana na mapato ya mtu. Wale wenye mapato ya chini walipe chini, wale wenye mapato ya juu kama mimi nilipe juu kidogo. Si hiyo ndio kila mtu ndiye atabeba mzigo kiasi yake? Ndio tumesema ile mmekuwa mkilipa NHIF shilingi 500 wale watu mama mboga na wale watu wa chini, sasa tutapunguza kutoka 500 mpaka 300 hapo chini. Alafu mimi saa hizi nalipa shilingi 1,700. Sasa mimi nitalipa shilingi 15,000 at least, tuendelee namna hiyo, kwa sababu mshahara yangu ni kubwa, ama ndio? Na hata huyo Chilo atalipa juu kidogo, na Nyamita atalipa juu kidogo, na ule mjumbe wetu anaitwa nani, ule MCA wa hapa huyu Douglas, hata huyu Douglas atalipa juu kidogo. Ama namna gani? Iko makosa hapo mkipima? Si tusaidie mama mboga jameni? Namna hiyo. Sasa nyinyi mjipange. Sijui kama tumeelewana. Hiyo ndio taratibu ya kupanga mambo ya taifa letu la Kenya. Vile vile mimi nataka niseme ya kwamba tulikubaliana ya kwamba pia ni lazima tupange vile tutapunguza gharama ya maisha. Tupunguze gharama ya maisha kwa kusaidia kuzalisha chakula katika taifa letu la Kenya. Hapa Migori, katika Nyanza mzima,
watu wa Migori ndio namba 1 kwa kutumia fertilizer. Mimi nataka niseme pongezi. Hapa Migori ndio mumetumia magunia 200,000 katika msimu uliopita. Na mimi nataka niwahakikishie the government of Kenya is going to double. Tutawaongezea iwe magunia 400,000 ya mwaka huu ambao unakuja. Kwa sababu njia ya kupunguza gharama ya chakula ni kuzalisha chakula zaidi. Na njia ya kuzalisha chakula zaidi ni serikali kushikana na wakulima, kusaidiana, sisi tupunguze gharama ya kilimo, tuwapatie mbegu ya sawasawa, tupunguze gharama ya mbolea, muweze kuzalisha chakula. Tunaelewana? Tuko pamoja? Bei ya chakula haiwezi kupungua ati mtu akiweka sufuria kwa kichwa. Hata kwa uganga ama dawa ama kwa uchawi iwezekani. Mpaka watu walime. Ama namna gani watu wa Migori? Hata kama wewe ni mganga hodari namna gani, ati utaweka sufuria kwa kichwa alafu chakula ipungue bei? Hapana. Hiyo ni upuzi mingi sana. Tumeelewana? Sababu hiyo vile vile watu wa Migori nataka mnisikize. Chakula sio mahindi peke yake, si ndio? Si hata samaki ni chakula. Na ndio sababu tumeweka pia mpango hapa Sori, kwa sababu tunataka hii Lake Victoria tuitumie na wavuvi wetu tuwasaidie waweze kuvua samaki nyingi, ndio tuweze kuweka chakula katika meza ya Wakenya katika kwa bei nafuu. Nimekuja hapa Ijumaa pale Kabonyo, tumeweka mtambo mkubwa ya karibu shilingi bilioni 1 ambaye itatusaidia katika hatchery kuzalisha fingerlings ya samaki milioni 7 kila mwezi, ambayo tutatumia restocking ya Lake Victoria. Tutakuwa tunaweka katika Lake Victoria, kwa sababu ile fishing imeendelea pale, imepunguza idadi ya samaki. And we need to restock Lake Victoria so that we can use it as part of the mechanism to reduce the cost of living as we reduce the cost of food. So hiyo kiwanda nimeambia watengeneze in the next 9 months iwe tayari, ndio tuongeze samaki katika ziwa la Victoria. Hawa wavuvi wetu wakienda kututafutia samaki watuletee samaki nyingi. Na jambo la pili vile vile tumesema tutawasaidia kujenga landing sites hapa katika Lake Victoria, kutoka actually Busia mpaka hapa Migori. Tunajenga landing sites 8. Actually there are landing sites 10 tukiongeza zile za kule Busia. Hapa kwenu tunajenga Sori tayari tuko na landing site. Tunaweka pale mahali ya barafu, tunaweka pale cold rooms, tunaweka pale processing facility, ndio wavuvi wetu wakivua samaki isiharibike njiani. Tuwapatie infrastructure ambayo itatusaidia kuhakikisha kwamba ile samaki inafika sokoni bila kuharibika. Vile vile tunajenga soko ingine, tunajenga landing site ingine Got Kachola. Mnajua mahali Got Kachola iko? Mbona hamkai kama mnajua mahali Got Kachola iko? Au mnasema iko pande hii? Very good. Hiyo Got Kachola tunajenga pia hapo, tunaweka milioni ingine 100 kujenga fish landing site na infrastructure ambayo itasaidia nyinyi. So tutaongeza samaki kule baharini, kule ziwani, lakini vile vile tutasaidia nyinyi na infrastructure ya kutoa hiyo samaki na kusaidia wavuvi wetu as a mechanism of reducing the cost of living in the Republic of Kenya. Mtatusaidia. Kuna watu hapa ambao wako na hiyo biashara ya uvuvi, hata kama ni wachache, si tutasaidiana kuzalisha hiyo. Vile vile tumekubaliana ya kwamba ili kupunguza post harvest losses, chakula inayoharibika
tukishavuna, tumekubaliana ya kwamba we are going to have a program ya kuhakikisha kwamba serikali itasaidia wakulima katika mambo ya drying. Tumeagiza mobile dryers 100 itafika hapa mwezi huu, na tumerefurbish ile drying facilities yote ambayo iko Kenya, ndio wakulima wanaweza kudry their produce. Na vile vile tulikubaliana ya kwamba lazima to improve market infrastructure, ile masoko tuko nayo. Umesikia governor akitangaza ya kwamba hapa Makalda tumeshirikiana, national government inatoa 250 million, county government inatoa 250 million. Tunajenga county aggregation and industrial park ya Migori hapa Nyatike. Tunaelewana? Na hiyo county aggregation and industrial park ndio mahali ambapo tutakusanya mazao ya watu wa hapa Migori. Tuwe na common user facilities ya value addition, ya agro processing, tuwapatie storage, hata cold rooms ipatikane pale, na pale ndio mahali tutapanga soko, ili wale brokers na cartels na wale wengine ambao wananyanyasa wakulima tuwaambie waacha kutafuta wakulima huko, tukutane kwa soko mahali tutapiga bei tukiwa pamoja. Nyinyi mnanielewa? Na ndio the same infrastructure, ili iwe county, ile county aggregation iendelee sawa sawa. Vile vile lazima tuwe na masoko ingine ambayo itasupport. Na ndio mmesikia PS wangu wa mambo ya housing yuko hapa, huyu muungwana anaitwa Charles. Tumekubaliana tunajenga soko Ranen, naweka hapo soko kubwa. Tumekubaliana tunajenga soko Riosiri. Tumekubaliana tunajenga soko hapa mahali mnaitwa nini hapa? Sibuoche. Hapa Sibuoche tunajenga soko. Tumekubaliana tunajenga soko kule Masara. Tunajenga soko Nyabohanze pale Kuria West, na tunajenga soko ingine Ntimaru kule Kuria East, na tuna soko ingine 2 mlisikia gavana akisema. Haya masoko tutajenga, county government wanaweza kutuongezea pesa kama wanataka ikue kubwa zaidi, alafu tukimaliza tuna handover, county government watasimamia, watapanga vile wafanyabiashara wataendesha biashara yao. Kina mama mboga wasiuze mboga yao barabarani, tuwe na mahali pa heshima, iko maji, iko stima, iko maneno mzuri, ndio tuweze kupeleka mambo yetu mbele. Na pia tupunguze chakula inaharibika kwa sababu ya handling ambayo sio mzuri. Tumeelewana jameni? Hivyo ndivyo tutajenga taifa letu la Kenya. Mimi nataka niwaambie, katiba ya Kenya haiwezi kujengwa na makelele, itajengwa na mpango. Na hiyo mpango ndio tunashirikiana tukiwa sote kama viongozi. Tumekubaliana jameni, tuendelee na hiyo barabara ama mko na mpango ingine? Hiyo mpango ndio sawa? Tuendelee namna hiyo? Tushirikiane namna hiyo? Tupeleke Kenya mbele? Vile vile mumeniambia kuhusu barabara, si ndio? Na huyu mjumbe wenu amekuja akanihangaisha huko ofisini, akaniambia kuna barabara inatoka mahali inaitwa Stella. Mimi sijui Stella iko wapi. Inapitia hapo mahali mmesema inaitwa Sibuoche, inaenda Gogo mpaka kule Wayani. Na saa hizi tumetangaza kandarasi. Tukimaliza kutangaza hiyo kandarasi, nitatuma contractor akuja anzishe tujenge. Ndio nilikuja wakati ile ingine nilikuja nikaanzisha barabara pale Nyarach, ilikuwa inaenda Oboke mpaka Rangwe. Lakini wakati niliondoka mkakuja mkafanya fujo, mkafanyia fujo ule contractor, mkaharibu sijui nini, mkaharibu nini, contractor ametoroka. Sasa swali mimi niko naye kwenu, kwa sababu nimesikia huku kwenu watu ni wakuchoma lami. Sasa kabla mimi sijaharibu pesa ya raia ya Kenya kuja kuweka lami ndio mchome, nataka mniambie mapema.
Hii lami mnataka ya kujenga ama ya kuchoma? Na hawa watu wa kuchoma lami wanatoka wapi? Mtakataza hawa? Mtakataza hawa kuchoma lami? Hapana, mimi lazima mnihakikishie, mimi sina pesa ya kuharibu. Hii lami mmesema tujenge, ni ile ya kuchomwa ama ni lami ambayo itatumika kwa mambo yenu? Mtakataza watu ya kuchoma lami? Hebu nione wana wanasema lami haitachomwa tena. Very good. So mimi nawauliza kwa unyenyekevu, tunaelewana? Nataka niwaeleze wa Kenya, this is our country. Yeah? Mimi nimezunguka nchi nyingi duniani. Leo Kenya iko na heshima kubwa in many parts of the world. Tumeweka heshima ya Kenya na hadhi ya Kenya mbele, lakini itakuwa ni mambo ya aibu. Tunatafuta waegezaji. Rais kwa mfano wa Ujerumani alikuja hapa Kenya. Mimi nilimtembelea Ujerumani, amekuja hapa Kenya, tumeweka sahihi hiyo. Mjumbe wenu mlikuwa mnasikia akisema kupanua hii gogo mambo ya stima hapa kutoka 2 megawatts mpaka 8.6 megawatts. Wametusaidia na pesa bilioni 4 na laki 6, 4.6 billion, ili tupate stima ya kusambaza. Lakini wananiuliza all the time, sasa wewe unatuambia hii maneno yote, hii pesa tutawapatia, lakini tunasikia watu yako ni watu ya fujo, wanafanya maandamano, wanaharibu biashara, wanaharibu mali ya serikali. Sasa wananiuliza hii dam hii ya kutengeneza stima haitachomwa. Sasa mimi kazi yangu ni explain, hapana, hii ni watu wazuri, sijui nini. Sasa nitaendelea kusema hii maneno mpaka siku gani? Sijui kama tunaelewana. No, lazima tuambiane ukweli, because watu ambao wanataka kuwa investors katika taifa letu la Kenya, watu ambao wanatusaidia katika kuendesha maendeleo yetu, wanashangaa sana na sisi wakisikia ati biashara ya mtu fulani imechomeka, barabara imechomeka, mali ya serikali imechomeka, sijui nini imevunjwa. So we must ask ourselves these questions as Kenyans. What profile are we giving to our country if we continue the culture of violence and chaos and destruction of property? How is the international community who are supporting us in developing our country, how are they supposed to view us as a country? Nasema shetani ashindwe. So hiyo ndio swali mimi nawaachia nyinyi, na mimi nawauliza kwa unyenyekevu ya kwamba tunataka tufanye siasa yetu kwa taratibu, tushindane kwa taratibu. Vile tulifanya uchaguzi, hakukuwa na fujo, Wakenya wakiamua, na tunaenda mbele kwa pamoja. Na serikali, vile gavana wenu alisema, serikali ni ya Wakenya. Hata kama kuna tofauti kati yangu na gavana wenu, hiyo sio kumaanisha ya kwamba county government ya Migori haiwezi kufanya kazi na national government. Bahati mzuri hakuna tofauti kati yangu na Ochilo, si namna hiyo? Hiyo ni bahati mzuri, si namna hiyo? So we must be able to differentiate between differences of opinion and the profile of the country that matters to all of us, irrespective of your opinion. So tunataka tushirikiane namna hiyo. So otherwise, mimi nimeshukuru sana kufika hapa Migori. Mimi nimeshukuru sana umenikaribisha hapa Uriri, na nia yetu ni kupanga maendeleo ya Kenya tukishirikiana na viongozi wote, na nia yetu pia ni kuunganisha Wakenya. Tuache ukabila isitusumbue na isitukawanye,
na siasa iwe ni siasa ya mashindano ya sera, mipango na vile tutapeleka Kenya mbele, sio vile tutapigana ama kupiganisha Wakenya. Tumekubaliana Migori? Tumekubaliana watu wa Uriri? So otherwise huyu Mark ameniambia ya kwamba hawa maaskofu wetu wamejipanga, wamefanya mchango yao. Sasa sijui tutafanya namna gani, lakini hata mimi pengine kwa sababu unajua mimi kuwa rais ni kwa sababu ya kuombewa na watu wengi, ndio. So nitatafuta we Mark Nyamita, nitakutafutia 5 milioni uongezee kwa kumalizia hapo, ndio. Sini nitume huyu mjumbe wenu atafika, sio? Na ni mtu mzuri. So otherwise kwa heshimiwa wote ambao wako hapa, nataka niseme asante sana. Pengine kwa sababu tuko na wabunge kutoka kule wanaongea Mirembe. Wewe Shinali, wewe ndio chairman ya wabunge wa Western. Si ukuja hapa usemeko Kiluya kidogo tusikie? Karibu sana. Otherwise, Oriomuno, Nyasaye amulinde.